Au mapenzi yangu kukaa na wewe hapa kwangu nimekuwa kosa. Nikurudishe nyumbani. Nikurudishe nyumbani? Hapana dada. Sasa hivi sina raha na ndoa yangu. Kitu kidogo tu kwa shemeji yako. Anasema tabia kama za mdogo wako. Au uko wenu ndo mko hivyo? Kweli? Inanisikitisha sana. Sana mdogo wangu. Na wala sijapenda. Nitaendelea kuweka vikao kila siku. Sawa, nimekusamehe. Na sio kama kuongea na wewe hivi na kusema sikupendi, nakupenda ila tu. Yaliyoko chumbani kwangu najua mwenyewe. Dada. Siku zile tulisema tuturudisha nyumbani. Ni bora tu mtangulize huyo aende. Niki nini? Wafanya tu utangulie. Lakini niomba msamaha. Na mkasema mmenisamehe. Haya. Nyie ni ndugu zangu. Mimi nawaomba msamaha, nisamehe. Hamnisamehe. Wifi na shemeji watanisamehe? Sawa, nimeshawakusamehe. Endapo yakaijurudia tena haya, narudisha wote nyumbani. Dada. Nini? Sasa kosa afanye mtu mmoja, utunganishe wote wawili. Mtaenda wote kijijini. Utakuwa naona sababu zako. Sababu zipi? Sababu gani? Yaani samaki akioza mmoja wote. Wote wanauza. Wewe. Mimi siwezi kwenda. Utaenda? Siendi. Na sio wewe tu, wote mtaenda. Sasa wewe wake nifukuze kwa ajili yake, sasa ndo ataenda kujuta huko na utamfanya ni dada yako, lakini wewe sina kujibu naye. Nafikiri ongea umeelewa. Mimi nimekuelewa dada. Na haitajirudia. Sawa. Unaweza ukaenda. Mama, samahani kwanza kwa kuwakatisha mazungumzo na rafiki yako. Maana napenda marafiki na mabinti. Lakini mimi sio mkaaji kwa sababu unajua mambo yangu mimi pilika zangu za hapa na pale. Ndio. Benjo. Ndio mama yangu mzazi. Ndio mama. Na hapa ndio nyumbani. Mama. Nakusikia. Huyu hapa ni mchumba wangu mimi, ambaye ndio nataka nimuoe. Na leo nimemwona nimlete hapa nimtambulishe kwako. Ni mzuri Mama shikamoo. Maabo jambo. Kwani? Nimeona ni nafasi nzuri sana kuzungumza mimi na wewe. Kwa sababu watu walipumzika. Kaka. Siku hiyo nilipa maelekezo machache sana. Ambayo bado hajajitosheleza kabisa. Hebu naomba sasa unifafanulie kwa ukubwa zaidi ili niweze kujua naanzia wapi na malizia wapi. Kwa sababu siku ile ulisema kwa kuna nyota ambayo nataka tuifanyie kazi, lakini bado hujanifafanulia kwa ukubwa. Hebu niambie sasa nijue cha kufanya. Ni kweli mdogo wangu. Lakini hili jambo utapokuwa unalifanya kuwa makini sana. Isije kuwa tatizo kwetu. Na nitapokuwa nimekuelekeza sitaki pawe kuna vigezo. Nataka hili jambo lifanyike haraka sana. Sawa, nadhani mdogo wako ananielewa.
Na unajua kukuambia sijai kufeli kabisa katika mipango yetu. Wewe niambie. Ndugu wangu. Fanya unavyojua. Yaani kama kuna kazi zako zingine achana nazo. Ila hakikisha umetembea na shemeji yako. Yaani hakikisha umelala naye, yaani ufanye naye mapenzi. Sijui umenielewa ndugu wangu. Mimi hapo nimekuelewa. Tena nimekuelewa vizuri sana. Lakini wewe shemeji mwenyewe ni yupi sasa? Kati ya wale wawili. Shemeji yako sio kwamba ni mtu msumbufu sana, ni mtu wa kawaida tu. Kwa kimuonekano, lakini kiundani zaidi ana faida kwetu. Ni shemeji yako Niki. Lakini usichukue kwamba ni kazi nyepesi ndugu wangu. Na sitegemei kwamba kama utakuja kuharibu kazi. Na kuamini sana. Ndio maana nimeamua kukupa kazi wewe. Kama ingekuwa naona ni ngumu ningefanya mwenyewe. Na jambo lingine nataka nikuulize, vipi? Toka tumetoka kule, umesha kubadilisha nguo? Hapana, sijui hata siku moja. Lakini kuna siku moja nilipata sherehe nilipitia wakati mgumu sana. Mke wangu alivaa kapendeza. Akaniambia mbona ubadilishe nguo? Nikamwambia bwana ninachokitaka ni wewe upendeze. Tukaenda kwenye sherehe. Lakini brother, mimi niulize, kwani ili swala kutokubadilisha nguo itaendelea mpaka lini? Ndugu wangu. Unapozidi kuuliza maswali kama haya, unahitaji kujua vitu vingi sana. Ila hilo jambo achana nalo. Tufanye kazi kwanza. Ila baadaye utakuja kujua maana yake. Kwa nini ubadilishi nguo? Maana yake anaelewa kwamba tunafanya hivi ili mimi sasa au sisi tuendelee na maisha mazuri naye. Huu ni urithi ambao unafanya kutoka kwako. Kwa sababu ulikuwa unafanya hivyo kabla. Sasa brother, ni kuondoe hofu kabisa. Binafsi mimi nitafanya kile ulichonielekeza na sitoharibu hata kidogo, kwa sababu mimi sitakuwa maskini. Mimi nakutegemea sana kwa sababu nakufahamu. Hujawahi kuniangusha kwa kazi ya aina yoyote ile. Sasa nitashangaa hii kazi iwe ya kwanza. Sitegemei. Wewe bro, katika kazi ambazo mimi kunipa hili nyepesi kuliko zingine zote, hii nitamaliza wala sijaduga. Mwanangu, mtazamo ninavyoona mimi. Huyu sio mwanamke wa kuoa. Umemwamini vipi huyu? Unajua tabia zake. Kwanza cheki mavazi tu aliyovaa. Mavazi haya ni ya kuingia kwa mama mkwe. Mama bana, hizo itikadi za kizamani. Sasa kama mtu avaaje mama? Aya, dukani kwenye ngoja kama hizo nguo zina nidhamu ungezitengeneza. Hii sio ya kutengeneza, hii kaishona mwenyewe. Mama, hii nguo imepita paka BASATA hii nguo. Mama, si ngome kitu kimoja. Shida umeona kasa na nyumbani utembei utoke uende mjini. Nguo imepita paka BASATA hii mama. Unabishana. Mimi mama tubishani, ila nakuelekeza. Sawa? Hatubishani na kuelekeza. Mama, mimi nimempenda. Na isitoshe mimi ndo nimemchagua. Na mimi ndo naitakiwa kuoa. Sasa mimi namuoa nani sasa kama ukisema nisimuoe? Mimi namuoa nani? Yaani mimi ukitaka unifurahishe kwenye moyo wangu. Yaani uwe na lazima na mimi. Angalia mtoto wa kuoa huyu hapa. Kwanza muangalie tu jinsi alivyo. Fananisha na wewe mwanamke wako uliyemleta huyu. Huyu ndo mwanamke pekee mwanangu anayekufaa wewe huyu. Kwanza cheki alivyo mstaarabu. Kweli unaniletea mimi mwanamke amevaa mavazi ya hivyo? Mama msubiri kwanza. Babangu kwa mimi hamna. Hivi hichi ndio ulichoniandalia, si ndio hivyo? Vipi sasa na wewe basi nisikilize basi. Hichi ndio ulichoniandalia? Hamna, kwani mimi nilikuwa mtakutana hiki? Nisikilize. Mama. Vipi? Mama. Sitaki mambo mengi. Naomba niende. Angel. Niache. Nini? Hivi mama. Unafanya nini? Nini sasa? Unafanya nini? Wa nini wewe, wakazi gani? Unamwona alivyotekwa kiakili huyu. Usiende tena naye. Angel. Vipi sasa? Nini sasa? Sasa wewe kichokufanya ukimbie shida nini sasa mama? Si vitu vyote tunaongea, lakini Angel, mimi nishakwambia kwamba yule mimi sio mtu wangu. Na usokijua yule pale ni yeye.
Yaani pale nyumbani ameshapazoea. Si unaona vizuri? Yaani anapata hata muda wa kurudi nyumbani. Lakini yule pale mimi sijawahi kumpeleka nyumbani hata siku moja nje. Sasa unanipandia juu na maana hivi. Umekisikia alichokizungumza mama yako? Lakini Angel, kwani mama ndo anakuoa wewe au mimi ndo nakuoa wewe? Okay sawa, kama hivyo ni sawa. Mimi nitakuoa wewe. Mama atamuoa yule mwanamke, sio basi ndo nampenda. Nikwambie vipi? Wewe ni mwanaume mzuri sana. Sawa kabisa Angel. Ambaye huwezi kukosa mwanamke yoyote. Yaani wewe ni handsome. Sawa. Yaani ambaye mwanamke yoyote utakayemtongoza. Sawa. Ila kwa mimi na hizo dharau nilizofanywa nyumbani kwenu sijawahi kufanyiwa toka nazaliwa. Sawa? Nisikilize. Yaani wewe, mimi na wewe. Angel. Leo ndo bye bye. Sawa? Kitu kingine. Mimi nilikuwa na kuenjoy tu. Na sikuwa na mapenzi ya dhati kwako. Mimi nina mchumba wangu. Na kesho nitakupisha kitu. Angel. Hapana shemeji, hata hivi niko sawa. Unachati na bwana mdogo au? Una mdogo wapi? Au unaweza kuwa umepata kama mtu. Unajaribu kukaelekeza nipo huku sehemu fulani mtaa nini huko. Okay, basi tuachane na hayo. Unajua nimekuja hapa kwa sababu nataka kuzungumza na wewe. Siwezi kuwa tayari kunisikiliza. Ndio. Limezuka tena nini? Hebu kwanza futa kumbukumbu ya yale yaliyopita. Hili ni jambo jipya kabisa. Sawa? Niki. Hivi unajua thamani yako? Unaijua? Mimi nahisi unaweza kuwa unaijua alafu huijui kiundani. Ila wewe ni mwanamke fulani ambaye una thamani sana. Yaani kwa mara ya kwanza napokea taarifa kwamba anakuja shemeji yako, utaishi naye hapo nyumbani. Nilivyouliza nikaambiwa Niki, nilifurahi sana. Sana, nikasema wale ndio watu ambao wanastahili kuishi katika nyumba yangu. Na ndio watu ambao naishi kuishi nao mimi. Kwa nini unasema hivyo shemeji? Nasema hivyo kwa sababu unajua Niki ni mwanamke mzuri. Yeah, ni mzuri. Yaani of course wewe ni kabinti kazuri sana. Kiasi kwamba yani hata kama uko na mtu yoyote umetangulizana naye, anajiamini na lazima ajue kwamba kweli niko na mwanamke. Niki, unajua mimi nataka nikubadilishe sana. Yaani huu muonekano ulionao sasa nataka niubadilishe mara 2 au mara 3.